Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Tukio lililotingisha dunia na kubadilisha kabisa ramani ya kisiasa ya Mashariki ya Kati. Mwaka 1979, taifa lenye utajiri mkubwa wa mafuta na mshirika muhimu wa Magharibi barani Asia liligeuzwa kuwa Jamhuri ya Kiislamu, likifuata itikadi kali za kidini. Katika kipindi kifupi cha miezi michache, jambo lisiloaminika lilitokea. Watu wa kawaida mitaani, wanafunzi wenye shauku ya mabadiliko, wanawake majumbani waliochoshwa na hali iliyopo, wachuuzi wadogo walioumia kiuchumi, na viongozi wa kidini waliokuwa na ushawishi mkubwa walimng'oa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Shah huyu hakuwa kiongozi wa kawaida kama wengi walivyodhani. Alikuwa na jeshi kubwa lenye vifaa vya kisasa vilivyotoka Marekani, msaada mkubwa kutoka mataifa makubwa ya Magharibi na mali isiyo na kifani iliyomwezesha kuishi maisha ya kifahari. Licha ya nguvu zote hizo, alikimbia uhamishoni, akiacha nyuma nchi iliyojaa shangwe na matumaini. Maelfu ya wananchi walishangilia mitaani wakimsubiri kiongozi wao mpya mwenye matumaini, Ayatollah Ruhollah Khomeini, ambaye alikuwa akiongoza mapambano hayo kutoka uhamishoni nchini Ufaransa. Lakini nini hasa kilisababisha mabadiliko haya makubwa? Taifa lililokuwa likifurahia majumba ya kifalme ya kifahari, sinema za kisasa za Hollywood na magari ya kifahari, ilikuwaje likabadilika ghafla na kuwa ngome ya mapinduzi ya Kiislamu yenye msimamo mkali? Tuangazie mambo tata ya siasa, dini, utamaduni na kutoridhika kwa wananchi, ambayo kwa namna moja au nyingine yalipelekea mapinduzi hayo. Historia ya mabadiliko haya hasa inaanza miaka 1950. Iran ilikuwa taifa la kifalme chini ya utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi, kiongozi aliyetamani kuona Iran ikiwa taifa la kisasa lenye maendeleo. Alikuwa na maono makubwa ya kuipeleka Iran katika karne ya 20 na alikuwa mshirika mkubwa na tegemeo la Marekani katika eneo hilo. Kabla ya Shah kuimarisha kabisa mamlaka yake, kulikuwa na mwanasiasa mwingine mashuhuri aliyeshika nyoyo za wananchi, ambaye ni Mohammad Mossadegh, waziri mkuu wa Iran. Mossadegh alikuwa kipenzi cha wananchi kwa sababu ya msimamo yake ya kupinga ushawishi wa kigeni na tamaa yake ya kuweka maslahi ya Iran mbele. Alikuwa mwana mageuzi halisi, na hatua yake kubwa ilikuwa mwaka 1951 alipoamua kutaifisha mafuta ya Iran. Hapo awali, mafuta hayo yalikuwa yakimilikiwa na Uingereza kupitia kampuni yenye nguvu ya Anglo-Iranian Oil Company, sasa inajulikana kama BP. Uamuzi huu wa kutaifisha mafuta uliibua hasira kubwa kutoka mataifa ya Magharibi, hasa Uingereza na Marekani. Mossadegh alionekana kama tishio kubwa kwa maslahi yao ya kiuchumi na ushawishi wao wa kisiasa katika eneo hilo. Mwaka 1953, ushirikiano wa siri kati ya shirika la ujasusi la Marekani yani CIA na shirika la ujasusi la Uingereza MI6 liliendesha operation ya siri iliyojulikana kama Operation Ajax, ambayo ilianzishwa kumpindua Mossadegh. Mpango ulifanikiwa na Mossadegh aliondolewa madarakani kikatili. Baada ya kumpindua, CIA na MI6 walimrejesha Shah madarakani, wakitarajia utawala wake utakuwa thabiti na utatimiza maslahi yao. Hii iliweka msingi wa chuki na kutoridhika kwa wananchi dhidi ya ushawishi wa Magharibi na utawala wa Shah. Miaka 1960, Shah Mohammad Reza Pahlavi alianzisha kampeni kubwa na yenye nguvu ya kuiweka Iran kwenye ramani ya mataifa yaliyoendelea duniani. Alizindua mpango kabambe ulioitwa White Revolution, yani mapinduzi meupe, uliokusudia kuleta mageuzi makubwa katika jamii na uchumi. Mpango huu ulijumuisha mageuzi ya ardhi, elimu ya lazima kwa wote, kupewa wanawake haki ya kupiga kura, ambayo ilikuwa hatua kubwa katika eneo hilo, na kuifanya Iran kuwa taifa la kisasa zaidi kwa kuiga mifumo ya Magharibi. Taifa lilionekana kuanza kung'aa,
Majengo ya kisasa yalijengwa, mabasi mapya yalianza kutumika, maduka makubwa yaliyojaa bidhaa za kimataifa na utalii ukafurika nchini. Kwa nje, Iran ilionekana kuwa inasonga mbele kwa kasi kuelekea usasa na ustawi. Nyuma ya pazia, hali ilikuwa tofauti kabisa na ile iliyoonekana. Mabadiliko haya ya ghafla na ya haraka yalivunja misingi ya jadi ya Kiislamu na kijamii ya Iran. Viongozi wa dini, wakiwemo maayatullah wenye ushawishi mkubwa, waliona mageuzi haya kama tusi kubwa kwa imani na mila zao. Walihisi kwamba utamaduni wa Kiislamu wa Iran ulikuwa ukifutwa na kuwekwa pembeni kwa ajili ya kuiga Magharibi. Wananchi wa vijijini, ambao walikuwa sehemu kubwa ya idadi ya watu, walihisi kuachwa nyuma na hawakunufaika na maendeleo hayo. Badala yake, waliona mabadiliko hayo yakivuruga maisha yao ya jadi. Zaidi ya hayo, upinzani wowote wa kisiasa ulikandamizwa kikatili. Wapinzani wa Shah waliwekwa jela na idara ya usalama ya Shah iliyojulikana kama SAVAK ilikuwa maarufu kwa ukatili wake. SAVAK ilijulikana kwa mateso ya kikatili, utesaji wa wapinzani na hata kuua bila kesi, ikifanya kazi kama mkono wa chuma wa Shah. Shah alikuwa anatawala kama mfalme asiyepingika, akitumia nguvu kubwa kudhibiti wananchi. Lakini chini kwa chini, hasira na upinzani vilizidi kukua, vikijikusanya kama moto uliofichwa chini ya majivu, ukisubiri muda sahihi wa kulipuka. Katika kipindi hiki cha mabadiliko na ukandamizaji, ndipo jina la Ayatollah Ruhollah Khomeini lilianza kujitokeza wazi wazi kama nuru na matumaini kwa wengi. Khomeini alikuwa kiongozi wa dini mwenye mvuto mkubwa na heshima kubwa miongoni mwa Waislamu wa kawaida. Sauti yake ilikuwa na uzito mkubwa kwa sababu ilizungumza kwa niaba ya watu waliofinywa na waliokasirishwa na sera za Shah. Mwaka 1963 alipinga waziwazi sera za Shah, hasa kuhusu wanawake kupewa haki ya kupiga kura, ambayo aliona inakinzana na maadili ya Kiislamu, na pia kuongezeka kwa ushawishi wa Marekani nchini Iran. Kauli zake zilikuwa za moja kwa moja na zenye uzito. Nanukuu, Shah anauza nchi kwa wageni, anaisambaratisha dini, Iran inavamiwa kimya kimya. Haya ni maneno ambayo yaligusa nyoyo za Wairani wengi waliokuwa wakihofia kupoteza utambulisho wao wa kidini na kitaifa. Kwa sababu ya upinzani wake mkali, Khomeini alikamatwa, akafungwa na hatimaye kutupwa uhamishoni. Kwanza Uturuki, kisha Iraki, ambapo alikaa kwa muda mrefu na kujenga mtandao wa wafuasi, na hatimaye Paris, Ufaransa. Lakini uhamisho wake haukuua ushawishi wake, badala yake uliukuza. Licha ya kuwa mbali na nyumbani, bado alionekana kama shahid wa imani na haki. Kanda za hotuba zake zilirekodiwa kwa siri, zilisambazwa kwa siri nchini Iran, zilirushwa kupitia redio za nguvu ndogo na kununuliwa kwa mkono. Wanafunzi vijana wenye hamu ya mabadiliko na hata wanawake waliokuwa wakifundisha katika vyuo vikuu walikuwa wakisikiliza mafundisho yake usiku kwa siri, wakisubiri kwa hamu ujumbe wake. Hotuba zake zilijaa matumaini ya kuunda jamii yenye haki na usawa. Alikuwa mbali kijiografia, lakini sauti yake ilikuwa karibu na nyoyo za mamilioni, ikichochea hisia za kizalendo na kidini na kuanzisha harakati kimya kimya ya upinzani iliyokuwa inakuwa kwa kasi. Miaka ya 1977 na 1978, hali ya Iran ilizidi kuwa tete na isiyodhibitika. Matatizo ya kiuchumi kama vile kupanda kwa kasi kwa bei ya vyakula, ukosefu mkubwa wa ajira na tofauti kubwa za kitabaka, ambapo matajiri walizidi kutajirika na masikini walizidi kuwa masikini sana, zilichochea maandamano makubwa. Wananchi walichoshwa na hali hiyo, walianza kujitokeza mitaani kudai mabadiliko. Lakini hatua iliyozidi kuchochea moto mapinduzi ilikuwa pale magazeti ya serikali yalipoandika makala yenye maneno ya matusi na kumdharau Khomeini, yakimuita mwenda wazimu na kumshutumu kwa kuwa wakala wa kigeni. Makala haya yalionekana kama dharau kwa kiongozi wao wa kiroho na aliibua ghadhabu kubwa nchini kote. Mara moja taifa lililipuka. Maandamano yalienea kote nchini kama moto wa nyika. Kila siku watu walikuwa wakijitokeza mitaani
wakifanya maandamano makubwa yaliyojumuisha mamilioni ya watu. Nguvu ya maandamano haya haikuwa tu katika idadi ya watu, bali pia katika mbinu yao ya kipekee ya upinzani. Kila walipopigwa risasi na vikosi vya usalama vya Shah, maziko yao yalianza kugeuka kuwa maandamano mengine makubwa. Hii ilifuata mzunguko wa kimapokeo ya Kiislamu. Kila baada ya siku 40 tangu vifo vya wale waliouawa, wafuasi walikusanyika kwa maombolezo makubwa ambayo kwa kawaida yaligeuka kuwa maandamano mengine makubwa. Biashara zilifungwa, shughuli zilisimama na watu waliandamana, wakiombeleza waliokufa na kudai haki. Mzunguko huu wa siku 40 za maombolezo ulifanya mapinduzi kuwa endelevu. Kila mauaji yalianzisha maandamano mapya, na kila maandamano mapya yalichochea mauaji zaidi, na hivyo kuongeza zaidi wafuasi wa mapinduzi. Shah alizidi kuchanganyikiwa na kupoteza udhibiti. Aliamuru askari wake kufyatua risasi kwa waandamanaji, jambo lililosababisha vifo vya watu wengi wasio na hatia. Lakini kila damu iliyomwagika baada ya kukandamiza upinzani ilianzisha wafuasi zaidi na kuongeza azma ya mapinduzi. Wananchi walijua kuwa hawana cha kupoteza. Hali ilikuwa imefika mahali ambapo utawala wa Shah ulikuwa umepoteza uhalali wake kabisa machoni mwa wananchi. Hatimaye shinikizo lisilokoma na upinzani wa wananchi ulifika kilele chake mnamo Januari 16 mwaka 1979, ambapo Shah Mohammad Reza Pahlavi alikimbia nchi. Aliondoka Iran kwa ndege, alielekea Misri, kisha Marekani na hatimaye Mexico. Aliondoka akidai kuwa ni mapumziko ya muda, akitarajia labda kurudi, lakini kamwe hakurudi tena madarakani. Huu ulikuwa mwisho wa utawala wa kifalme wa miaka 2500 nchini Iran. Habari ya kuondoka kwake zilienea kwa kasi na mamilioni ya wananchi walisherehekea mitaani kwa furaha isiyo na kifani. Watu walimiminika katika kasri za kifalme zilizokuwa zikionyesha anasa ya Shah, wakivamia ofisi za SAVAK, idara ya usalama ya Shah, kama ishara ya ushindi wao dhidi ya ukandamizaji. Maneno "Mungu ameushinda udhalimu" yalisikika kila mahali, yakionyesha hisia za ushindi wa kidini na haki. Siku chache baadaye, mnamo Februari 1 mwaka 1979, ndege kutoka Paris ilitua katika uwanja wa ndege wa Mehrabad nchini Tehran. Ndani yake alikuwemo Ayatollah Ruhollah Khomeini, mzee wa miaka 77, aliyevaa kanzu ndefu na alionekana kuwa mnyenyekevu, lakini alikuwa na nguvu zaidi ya mizinga yote ya Shah. Kurejea kwake kulikuwa kama ushindi wa mwisho. Kulikuwa na mamilioni ya watu waliomsubiri uwanja wa ndege, umati mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa. Iran ilitawaliwa na machozi ya furaha, shangwe na nyimbo za kizalendo na kidini. Mamilioni walimfuata Khomeini katika msafara mrefu hadi Tehran, na hapo rasmi mapinduzi ya Kiislamu yalitangazwa. Siku chache baadaye, baada ya kura za maoni, Iran ikawa jamhuri ya Kiislamu chini ya uongozi mkuu wa Ayatollah Khomeini, ambaye alichukua jukumu la kiongozi mkuu wa taifa, akiunganisha mamlaka ya kidini na kisiasa. Baada ya shangwe kubwa la ushindi na matumaini mabadiliko, giza lilianza kuingia polepole katika Iran mpya. Jamhuri ya Kiislamu haikuwa jamii ya uhuru wa kila mtu kama wengi walivyotarajia. Badala yake, ilianza kuwa na msimamo mkali zaidi na kukandamiza baadhi ya makundi ya jamii. Wanasiasa wa mrengo wa kushoto ambao walikuwa wameunga mkono mapinduzi na matumaini ya kuona serikali ya kisoshalisti walikandamizwa vikali. Wanawake ambao baadhi yao walikuwa wanapigania mapinduzi walijikuta kupoteza uhuru fulani na haki walizokuwa nazo chini ya Shah. Wanaharakati wa kidemokrasia walifungwa na kupotea, wakionyesha kuwa uhuru wa kisiasa ulikuwa na mipaka. Sheria kali ziliwekwa katika sheria za nchi. Wanawake walitakiwa kuvaa hijab kwa lazima hadharani. Muziki wa magharibi ulipigwa marufuku kabisa, na mahakama zikawa za Kiislamu, zikifuata tafsiri kali ya sheria za dini. Hii ilileta mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku ya Wairani, hasa wale waliozoea maisha ya kisasa na uhuru zaidi. Mwaka huo huo, mnamo Novemba 4 mwaka 1979, tukio lingine lililotikisa dunia lilitokea, ambapo wanafunzi walivamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwateka wafanyakazi 52 wa Kimarekani kwa zaidi ya siku 400. Kitendo hiki kilisababisha mzozo mkubwa wa kimataifa na kuifanya dunia kushangaa. Marekani, ambayo ilikuwa mshirika mkubwa wa Iran chini ya Shah, sasa ilikuwa adui mkuu wa taifa la Kiislamu, na uhasama huu umedumu hadi leo.
ukiathiri siasa za Mashariki ya Kati na uhusiano wa kimataifa. Kwa kifupi, mapinduzi yalileta uhuru wa kujitawala kwa baadhi ya makundi, lakini pia yalileta minyororo pia kwa wengine, hasa wale ambao hawakukubaliana na tafsiri kali ya Kiislamu ya utawala mpya. Ayatollah Ruhollah Khomeini alifariki dunia mwaka 1989, lakini mfumo wa kisiasa na kidini aliyouacha bado upo na una nguvu kubwa nchini Iran. Iran bado ni taifa linaloongozwa na viongozi wa dini, ambapo siasa huchujwa na kusimamiwa na waasisi wa mapinduzi, Supreme Leaders, na baraza la walinzi, ambapo wanalinda misingi ya mapinduzi ya Kiislamu. Jeshi lake la IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, lina nguvu kubwa sana, si tu kijeshi bali pia kiuchumi na kisiasa, likiwa na jukumu la kulinda mfumo wa Kiislamu. Licha ya vikwazo vikali vya kiuchumi kutoka kwa mataifa ya Magharibi, Iran imesimama imara na kuendelea kuonyesha ushawishi wake katika Mashariki ya Kati. Leo, vijana wa Iran ambao wengi wao hawakuwepo wakati wa mapinduzi wanapambana tena, mara nyingine wakitaka mabadiliko, uhuru zaidi na haki zaidi. Wanakabiliwa na changamoto ya kiuchumi, uhuru mdogo wa kijamii na ukandamizaji wa kisiasa. Wanatumia mitandao ya kijamii na maandamano ya barabarani kueleza kutoridhika kwao, walivyokumbuka jinsi vizazi vilivyopita vilivyopigania mabadiliko. Lakini historia ya mwaka 1979 bado ni roho ya taifa hilo, ikikumbusha nguvu ya watu wa kawaida kubadili mwelekeo wa nchi. Na dunia inatazama kwa makini, ikijiuliza swali muhimu: je, inawezekana kutokea tena? Na je, taifa la kisasa linaweza tena kuangushwa na watu wa kawaida bila kutumia nguvu za kijeshi na kuelekea mabadiliko makubwa kama yale yaliyotokea Iran? Kwa sasa inaonekana wazi kabisa kuna nguvu ya msukumo kutoka nchi za Magharibi inayotaka kuchochea mabadiliko ya kiutawala nchini Iran, kwani taifa hilo linazidi kuwa na nguvu, ushawishi na uwezo wa kutanua ushirika wake kote Mashariki ya Kati na duniani kwa ujumla. Hii inaonekana kama ni tishio kwa nchi za Magharibi na taifa la Israel, ambao wanatofautiana vikali kimisimamo. Haya mambo ya kuhusishwa kwa Iran na utengenezaji wa silaha za nyuklia tunayoyaona leo ni muendelezo wa Israel na nchi za Magharibi kuhofia Iran kujiimarisha zaidi kijeshi na kuwafanya kuwa nchi tishio na yenye nguvu zaidi Mashariki ya Kati, eneo ambalo Marekani na nchi nyingine za Magharibi bado zinafaidika pakubwa na maliasili zilizopo maeneo hayo. Hivyo, ukuaji wa Iran kuwa superpower unaweza kuathiri uvunaji huo wa mali maeneo hayo. Vita imeanza. Iran, Israel na Marekani wapo vitani.